Mnaona yanayotokea leo. Kwamba nchi watu kutoka kwengine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. The US government now wants a thorough and immediate investigation into the arrest and torture of activists from the East African region who traveled to Tanzania for the high-profile case of opposition chief Tundu Lissu. Yes, habari zenu wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda na hata wa Rwanda, popote mlipo. Mimi ni Kize Kizende, manake kize kabisa. Ama ukipenda ni papa wa London. Yes, hayo si muhimu. Ya muhimu ni kwamba hivi majuzi kulikuwa na mambo ambayo hata sasa yanaendelea. Kwamba Mama Suluhu ambaye ndio rais wa Tanzania aliweza kurushiwa maneno mabaya sababu alifanya kitendo ambacho hakikufurahisha Wakenya hata kidogo. Lakini bali na kuwa alitenda kile kitendo, nataka ni muonye ama nimwambie ama sababu Mama Suluhu tunakuheshimu tu, wewe bado ni rais wakati unasimamia hiyo nchi, na tunaheshimu hicho kiti. Lakini ningependa kukuambia kitu kimoja ambacho ni muhimu kielewe, sababu usipokielewa utasumbuka sana rafiki yangu. Mali na kuwa heti wewe ni head of that state at the moment, which is very important. Sasa watu kama Gen Z bana wakubalisha utatolewa nguo hadharani saa 6 bana. Na sasa vile nimesikia wameanza kukupatia hata kukurushia matusi ya nguoni bana. Mambo it's going wrong way. It's going the wrong way, my friend. Kwa hivyo ni lazima ujue, usiwe heti wewe ndio unakuwa mtu wa kuengage na vijana hawa wetu. Au vijana ni wakali sana. Au vijana wanaelewa mengi. Watakuingilia, wataingia mpaka kwa bedroom yako rafiki yangu, watoe uchafu wako wote pale, na tutaki hivyo. Kwa hivyo ningependa kukuambia kuna vyombo ambavyo wewe unasimamia vya usalama, ni kweli, na viongozi wa hizo vyombo vya usalama ndio unatakana kuwa unasema maneno mengine, si wewe, si mdomo wako useme, sababu unaweza nena kama umenyamaza. Sisi ukinena na ukisimama pale kwenye kingangani alafu useme yale mambo yote umesema, utarushiwa tu, utakosa kurushiwa. Hatutaki urushiwe vile, sababu si heti unachukiwa, hapana, ni maneno yanachukiwa. Alafu vile vijana wetu ama ule mama Martha Karua bana, umemchukua akarudishwa sababu ya siasa kidogo, heti amekuja kusimamia ama kuhudhuria mambo ya Tundu Lissu. Leo sasa inaonyesha kwamba una uoga ndani yako. Huo bana, huo ni uoga tu. Na sasa ukianza kuonyesha nchi yako uoga, hiyo ni makosa, sababu kumbuka hicho kiti ambacho umekikalia, you are not elected, uliachiwa. Na kama uliachiwa, you need to be very 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 careful, sababu usipofanya siasa zako na njia iliyo sawa, rafiki yangu, kitaenda. Na vile sasa umeanza vita na upinzani, that is a very 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 wrong move. Alafu umeextend vita across the border, hiyo sasa hata ni mbaya hata zaidi. Sasa Tundu Lissu unampatia a very very good platform, which is hivyo haukutaka. I'm sure haukutaka vile. Sasa yale ako ni kwamba wetumia vyombo vyako vizuri, nyamaze. There is a very very big weapon that you've got and you can use, ambayo inaitwa kunyamaza. Without saying anything,
you can be very, very powerful. But saying a wrong thing at the wrong time can be very, very, very dangerous to you, Mama Suluhu. Na kidogo ile ingine nitasema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama wewe unataka kusimama kiti vizuri, na afanya kampeni yako vizuri, na wache wengine pia wafanye kampeni zao. Lakini usiwe heti, na wache pia kama mtu anataka wakili kutoka mbali, wacha wapate wakili, kwani kuna nini? Hakuna makosa kupata wakili kutoka mbali, kutoka nchi jirani. Kwani kuna tofauti ya Tanzania na Kenya? Sisi wote ni majirani. Na kama sisi ni majirani, si tunakubalishwa kufanya kazi popote pale. Na hakika kuna Watanzania wafanya kazi Kenya, na kuna Watanzania na kuna Wakenya wafanya kazi Tanzania. Na mbona iwe heti ni issue kubwa sana kwa mtu mwingine akaja pale kufanya ama kusimamia mtu kisheria? Kwani kuna ubaya gani? There's nothing wrong with that, Mama Suluhu, but I beg you for your own good, na ili kwamba heshima zako zidumu. Usiwe mtu wa kutolewa nguo hadharani na matusi za nguoni. Nyamaza, rafiki yangu, nyamaza. There are people who can speak on your behalf. Hiyo ndio nataka kuambia. You've got a lot of people who can speak on your behalf, na wale watakuwa better sababu hawale si wewe. I hope you understanding this. Wale si wewe, ni wale, na wale wako kazini, wameandikwa kazi. They can't say anything you want them to say. Lakini wewe ukinena, rafiki yangu, ole wako, yatakupata tu. And that is not what we want. Tunataka mambo Kenya na Tanzania kuwe na amani, sababu there's a lot of things that happens across the border, na kuna biashara nyingi zinaendelea, na hatutaki ziende ama ziishe. Hapana, watu wako wanafaidika na watu wetu wanafaidika. Na kwa hivyo asante sana. Ningependa Watanzania wote na wapenda, na Wakenya wote tunawapenda, rafiki yangu, na Gen Z muendelee hivyo sababu you are making us proud. And thank you very much. Ni Kize Kizende, manake kizee kabisa, ama ukipenda ni papa wa London. Na kutoka sasa mpaka nitakapo watangazia tena, nitakuwa na mengine mengi katika video ijayo. Kwa hivyo usikose kusubscribe, kulike na kusubscribe, na hata kushare, ili kwamba utuweke kibao mbele, nasi tutakuweka mstari wa kwanza kabisa kupokea video zetu zikiwa mbichi kabisa, manake zikiwa bikra. Asante, tuonane katika video ijayo, panapo majaliwa.